sana. Hallelujah. 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 Thank you. Can you just turn to the neighbor next to you? Give him a high five. Are you through with the high five? Then give him a 10, a high 10. A high 10. Good? Yes. Thank you. Thank you, David. Thank you. We glorify God. Father, we thank you and we give you honor because you have been faithful to us. You have always guided us and given us an opportunity once and again that we are here to worship and trust and believe in you. We are in this sanctuary because you commanded us to be here, and we will be traveling to Kenyan because you have asked us to go there. Father, we are going to obey you. We are going to hear your voice. We are going to listen to you. In whatever and in whatever situation that your will be going to be, we are going to glorify your name. For it is in Jesus' name we do pray. How are you? How are you? Yes, Lord. How are you? Yes, Lord. You know what? When God decides to bless you, He comes like He's not blessing you. When I ask you, can you repeat again? When God wants to bless you, and He has decided to bless you, He will come as if He's not blessing you. Why? Ask us why? Because He doesn't want you to understand His formula. Because if you understand His formula, you go and expose yourself, and the enemy will destroy you. When I say, you may be seated. Next time, Pastor, don't allow people to go for crusades. Now you see, you don't have praise team, you don't have ushers, people have gone. No, don't allow. I'm going myself out there, I will create my own team. Yes, don't allow anybody anything. As I can watu wameenda praise team hauna, watu wote wa security hauna. You just utaacha mbele kambi ya ina jeshi. Utakamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I went there, nilienda jana tulikuwa huko. Wote wako huko tukaweza kupatika kanisa nao. Mara ya washo. So watu wakae ndani. Kama waingia ndani wakae ndani. Mimi nitaenda kutafuta huko nje. Si mimi niliwatafuta. Mkae ndani. Wasiende kunisaidia vita za huko hapo mezani nazo. Ni mimi tu najua kupigana na hawa. So alikuwa ameniambia nisitahubiri. Na wakakuja na polisi na makomando wakaniambia hakuna kuhubiri. Nikawaambia si mama yako ninahubiri Yesu. Hapa nitahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana tumekuwa na mkutano mzuri, na Friday tulikuwa na mkutano mzuri, na leo tutakuwa na ile mkutano mzuri zaidi. And it's a blessing. People in Kenyan are responding well. It's a huge blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. And I bless you. And may God continue to guide you as you continue to pray for these meetings. And the next time, I'm going to create my own team for out there. Niache niende nikatafute watu nje. Wa hapa mkae hapa. Msitoke. Sio pastor. Msitoke. Mkae hapa. Ndio tuende tukalete watu. Because that is my work. That's my work. To go out there and bring more and more. Create a good management huko ndani. Ulani vizuri. Most of the time I will be out there. That's why I need people ambao wamekuwa hapa, wanaendelea kukua hapa. Ndio mwakuze, we want to produce as many pastors, as many bishops, evangelists, waimbaji, praise and worship. Naona sasa ni thank you. Hi, Mose. Wewe ikalale niteko lugha. Wewe nasikia kanyuma kanichomeka. Ndio bakani banikana hii. Kwa kani ile mada. Nawe nyumbani wena bako. Ni mada mada leki. Oh.
Wanakohenda. Kama leka tikema. Kaida bwana. Kama kwa ndo tatia ile. Na nawe nika. Acha jambo etie. Ngokala ne. Oye na tiria ro akina mageuka. Ndo wale maharakia. Okay. Gani? Si tunabila kitu. Siko hapa mkuchi. Si utamletea blanketi mbili. Mko kwa wewe. Acha. Nilani nikana Wewe. Wale. Ya tega suito kwa mimi. Kinyere ya ngombe. No, kono wa wetika. Ndio bali wengine nate. Ije na tono. Igo oko wena leka igo. Ameteria ila kijiteria mabati. Simwende mwangalie tuone kama tutajenga. Sindio? Mwende mwangalie tujue tutajenga ama tutamtafutia nyumba nyingine na beddings na zile vitu zote tunahitaji. Nimeoka. Nimekonelea kwa kujia. Nigeza community yote. Hiyo ndio kijana yangu yule mkubwa kwa hii nyumba. My first son. So when I hear my first son and I lose him, nilifeel nilidari kiringa. Nikitaka kuteruka. Anijati niragio nifoli jinako. Awe hadi kuhuji. Hello. Nene nitsa. Of course. Yeah, hapa. Thank you very much. Nataka nifanye haraka sana because I want to leave you early. I want to go to Kerugoya. It's a 2-hour drive. I want to be there by 2, so I'll be with you for only another 30 minutes. So nitaenda haraka sana. Na ningependa sana kwenda very fast. I want just to introduce some 2 friends of mine whom I want to be working with here. She's my sister from our father, Bishop Harrison Nanga. No, no, mliweka manomi tulitikiri tene nayo bila wako. Sasa upatie microphone. Kinasema kwa maana jenga nilikuwa nimetumwa na nikaenda nikakaa na hao vijana, na wakati nilirescue vijana 10, that's the time tuliachana na hao. Na kabla niachane nao nilikuwa nimeonelewa na nikaambiwa separate yourself, physical and spiritual. Kwa hivyo nikatoka Kitengela nikaenda River. So vijana wakiaga sasa huko wapi? Niko Kagemi. Huko Kagemi. Lazima kulage. So therefore, what's your name? Lydia Gadoni. They contain you here permanently, but you will be working from here. So that ukikuwa vizuri, sisi utakuwa, lakini Mungu akikupatia the next move, you let us know so that we can be able to move to the next level. So Lydia will be part of the pastoral program. Senior the pastoral program. Yeah, so utakuwa unakaa na ule mchungaji na ule mwingine, so that we can have a bigger team inside the team. Because the problem I have here, watu wote wametoroka wameenda outside. Sasa na tusipojenga ndani itakuwa kuna shida. So she will be part of us. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you very much. Yeah. But we're going through a class from next week. Bishop Nuru will be coming for teachings. Atawalea, tuwakuza, and anybody who wants to be in this class of
pastors be taught about running a church, leadership in the church, discipleship. Bishop Nuhu will be coming to teach us. Kwa hivyo kama utataka ujiandikishe kwa pastor, so that I want to have a strong team ambayo hata nikitoka najua kuna watu nimewacha kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Thank you very much. You may be seated. Somebody here. Thank you so much. God bless you. I'm humbled. Thank you. Thank you. I also have a visitor here. Naitwa Grace. Peleke pale. Asalimie watu. Grace is a good friend of mine of today. Tumemjua leo through a colleague. Simama tarehe colleague, simama tu. Yes. Salimia watu wa Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Nimebarikiwa, naitwa Grace na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimewatembelea, nilikuwa nikialiko siku nyingi, hata siku ile mlikuwa mnafungua kanisa, lakini kwa mambo mengine sikuweza kufika. Lakini nafurahia siku ya leo niko na nyinyi. Na ni ile siku Mungu alikuwa amenipangia. Yes. This is the day. This is the day. The Lord has made. The Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. Mama too, and give the microphone to that lady. How many of you remember tukiwa na sema okay, there is this lady mwenye alikuwa amesema ni ex wangu. Balisikia mambo ya ex, tukapigiania simu, tukasameheana, tukaachana. Ndio huyu. Tulikuwa marafiki tukiwa vijana wadogo, hata kwenye karibu tulikuwa uko kwetu Molo, we come from the same village. Nimejaribu kumwambia sikuje basi usaidie watu wa Mungu watarao hawane. Hata nikiwa kijana nilikuwa mtu alikuwa akili mzuri. So this is my ex. Sema my ex. Your ex. Sema my ex. Your ex. Oh. Tukiingia my ex. Leo ni ile siku. Sisi. Leo ni ile siku. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Masi. Mimi ndio ex. Ex alikoka. Huyu ndiye alifundisha tabia mbaya. Tulipata tabia mbaya sisi. Yes. Masi ameokoka asubuhi ya leo. Yesu ni Bwana. Ametoka katika dhambi. Tumeenda naye kwa safari. And finally here I am. And thank God for everything, for the fact He's brought me. And moreover, yale matendo ametendea our apostle. Is he not a good God? Yes. Tuzidi na tuzidi kumshikilia as we honor and glorify the name of God. Na tutamaliza mwendo salama. Bwana wabariki. Amen. Hallelujah. Bariki yeye yake. Thank you. Pigeni makofi. Hata mama msaidie sana mtawalete wote maix wote hapa sana. Sio? Wajenge nyumbani. Wafanye kazi na Mungu. Hivyo walikuwa na niharibu huko kwa kuja kutengeneza kazi ya Mungu. Na kama wewe ni ex au kwa hapa sema mimi ni ex. This is what people have been calling me from all over the world. At their marriage was healed, all their lives was healed after the testimony. She did a lot of work. She did something wonderful. I did because sisi tunaishiki tunakaaga asifu tulidropiwa kutoka mbinguni. Hata kama tunalalaka mbinguni tunakuja hapa asubuhi. Wengine hapa mko wabaya kuliko mimi. Lakini mkiwa kanisani, you are so holy. Sometimes you speak what you've got. You say what you've got because everybody you got a past. Kila mtu hapa ili ukiuge mtu tumelito huyu umfukwe tu hivi. Angalia mambo iko ndani yake utatoroka.
Lakini sasa tuseme huyu. Nasema mzee kama huyu. Ukifungua ile ndani hivi utatoroka. It is only mambo yako iliandikwa kwa gazeti. Kwa sababu hata huyu alikuwa anasema alikuwa ananiambia alikuwa akisikia jina yake sasa huyu mtu ni nini nilimfanyikia. And the way I was an innocent, kapoika innocent. Kazuri. Nilikuwa kama mtu kebaba karefu, kama kamturukana kebaba karefu. So she was asking, what happened with me? Ati nikakuwa mtu wa kuabudu shetani. Hangetaka hata tuonekane. Aliniambia kuna siku tulikutana hapa kwa Inaga Street mchana, si usiku mchana. Yeye akienda kazini na mimi nikipita akapiga chochoro nisimuone. Ndio asiyajue ni mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. We don't live in heaven. We live on earth. And we must be able to accept we are living here. Na tudili na mambo ya hapa ya kule mbinguni tutaenda wakati ukifika, tutaenda kushughulikia ya huko. Lakini sasa mami, walimu anu, that is where you got saved. Sisi uliokoka kutoka kwa nini? Kwa dhambi. Na hii dhambi ilitoka wapi? Ulikuwa ukifanya. Kwa hivyo wacha kupretend. Eti kwa sababu uliokoka mpaka unatembea kama mwokofu, unajua mwokofu anatembea ni kama wanatukanyaka hewa hivi, wanatembea hivi. No, we are all sinners. Ukiona mtu amekuja hapa kwa madhambi mingi, accept. Tembea na yeye, ukisikia huyu ni malaya, tembea na yeye, umwabukize. Wanasemaga ati atakugeuza. Mbona wewe hauna power ya kumgeuza? Si mimi niligeuzwa. Nilikaa kwa Harrison nani? Na nilikaa watu wote wa Harrison nani wakanikataa. Huyu ni mmoja wale walinikataa huyu. Siku hiyo walikuwa huko. Wakaambia Harrison, ukiodeni huyu kimodeni kwa kanisa yetu, tutakuondokea. Na akawaambia, kama ni huyu atafanya muondoke, ondokeni. Mimi nimesikia sauti ya Mungu, huyu ni mtu wa Mungu na atakuja kuwa mhubiri siku moja. Baadhi wakapasuka marafiki zake wewe watigiro leo na kiu. Microphone iko wapi? Msikie kile kilikuwa kinawakasirisha. Chenye kilitukasirisha sana, maana that time tulikuwa school of theology kule juu. Tulikuwa tunasoma. Sasa sisi tulikuwa tumeseek for ordination. Tunakatazwa. Sasa tunaambiwa hapana, the time is not now. The time is not now. Sasa huyu akakuja. Wakakuja wakiwa na Reverend Lucy. Wakawa ordained. Sasa we were bitter. How? Hatuikia hata kanisa hii. Na sisi tumekaa hapo kama mimi nilikuwa nimejoin Harrison from 1998. Sasa 98 na tuko ndio wakati wote umekuwa ukiombea hiki kimundu kikufe. Hebu kiokoke. Tulikuwa tumefunzwa kuombea mwenye dhambi au kwa kimundu kimekuja kimetoka nje na kimekuwa wateki. Can you imagine? I will teach you today. That is why you're here today. I will teach you. Thank you. Because you never heard the voice of God. Had you heard the voice of God, things would have been better. But Yesu asifiwe sana. And that is what I want to teach you today. Hearing the voice of God. Hallelujah. Because when you hear the voice of God, you don't go wrong. You get it right. You get things, they work according to what God has planned. We are going to start reading our reading from the book of Apostles, Acts of the Apostles. The Acts of the Apostles. And chapter number 5. And today we are going to look at the benefits of hearing God. Hearing the voice of God. Because hearing the voice of God, there is a benefit behind it. There is a plan. Oh, I forgot to introduce my brother then. My brother from housing. Would you like to speak? Are you okay? Or I give you the mic? You can say that. Yeah. But where's the mic? Quickly. Yes. My name is Joseph Wangai. And Joseph Wangai. Nasikia majina masuri. Ni Joseph Yusufu ambaye alibarikiwa akapatiwa mji. Alafu ni Wangai. Yeah. Mkido kwa bila kitu mzuri. Sasa tena majina mingi mnajitananga. Basi jina vitamu inaanza na vizuri. And this morning
I'm happy to be with you people because you are children of God. Nashiriki kanisa ya PCA. Lakini Reverend rafiki yangu kuna kitu iko imefanya nikuje tuongee naye kidogo. And maybe in future mnakuwa mkiniona saba. Tutafanya kazi nzuri. Maybe. Hata yule nimemwona na visievili hapa. Maybe. Yes, amen. Maybe. Sina maybe. Zilianza kuja maybe. Thank you. Mkigeni makofi. We are happy. And in the chapter number 5 of the book of Acts, chapter number 5 from verse number 27. And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them, saying, Did we not strictly command you not to teach in this? In this what? Are we reading together? Are we reading together? What are we reading? That, and when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them, saying, Did we not strictly command you not to teach in this name? Which name? In the name of Jesus. Did we not command you that don't mention the name of Jesus Christ? Hallelujah. It was an order. It was a command that don't teach this name. These disciples were taken to even the high priest of them, that never mention this. You can do whatever you want to do. You can say whatever you want to say. You can go wherever you want to go. But the name of Jesus, don't mention it. It is being repeated now all over the world. Right now, you wear a t-shirt in Israel written Jesus, you are arrested. You go to America, you mention the name of Jesus, you are arrested. You go to Europe, you mention the name of Jesus, you are arrested. Right now, it is only Africa that is mentioning the name of Jesus. Hallelujah. And that is why the revival will begin from Africa. And that's why revival will begin from Kenya. And that is why the revival will start from the synagogue. Hallelujah. Because this is a territory where we are going to conquer, where we are going to win, where we are going to defeat every plans of the devil. If we not instruct him. So that is a big question. Did we not? Tutiakwilite. Si tulikuambia hapa usikuje kutajataja hiyo jina. Si tulikuambia most of us have been commanded by forces, by sounds, by voices that are coming from the demonic world, and they're instructing you that do not say you are a Christian. Do not say you belong to this. Do not say this. Do not say even where you go to church. There's so many people here who don't say where wanaenda kanisa gani. Ukiulizwa unaenda kanisa gani, unasema yaka nende nikao wana hatau. Kwa sababu hawezi kubali kusema anaenda kwa waruinge. Wale baba ugeke. Niliona na vijana juzi KTN walikuwa wamesema kiongozi wa mugeke. Sasa nikawapigia simu nikawauliza. Si nilitoka we are sorry. Now rectify. Inakuwa sasa ni process. Because they wanted to plan a seed to make sure that the meeting does not work. When the devil is working all around, they use every system to make sure it doesn't work. And that is why even you as a Christian, kuna mambo mingi ambayo yanakuzunguka, yanazingira katika maisha yako kuhakikisha hauendi mbele. But once you are with God, you make it. So waliuliza, did we not strictly command? It was strictly. So that was not just a command, strictly. So it was accorded another authority on top of it that do not, that we are saying do not. Nilipoenda Kinogoya, nilipatiana barua tarehe 7. 10 days later, nikaletewa barua ingine nikaambiwa there is no meeting in Kinogoya. Nikauliza kwa leta, wakasema waka explain.
that your letter that you requested for the meeting, it doesn't have a logo. But I say, and because it doesn't have a logo, that is why we have sat for 10 days trying to plan, to argue with ourselves that a letter without a logo kama itakubalisha mkutano ama haitakubalisha mkutano. That is the voice of the devil. But I say, that is the voice of God, because they have said the OCS had okayed, everybody had okayed until 10 days when the devil spoke to them and told them, we are being chased. When Jesus came from this boat and he came outside from the boat, alipotoka nyaga nje alikutana na mtu ambaye alikuwa mwenda wazimu, alikuwa amepagawa na demons, and the man confronted Jesus, and the man called the name of Jesus, Son of David, do not kill us, do not destroy us. That's when Jesus asked them, who are you? And they say, we are a region. But there is a reason. When for you to know that God is with you, kujua ile mission unafanya, Mungu yuko kwenye hiyo mission, ni the reaction of the place you are going. It will tell you straight away you have already won the battle. 10 days later, after the OCS okaying the meeting, after everybody okaying, the stadium okaying, Waigoro okaying everything, that is when the sub-county police commander emerged. So there are people who are demonic or devil agents in positions of power to make sure that you don't move to the next place. And this, did you hear this woman saying that because we have been there since 1998, being taught, being in class, we have been asking for ordination, but this has not been coming. But a man has just walked in and the ordination is being planned. Why? Because the devil now started speaking to them. Do not allow. But God has spoken to Harrison Nanga. Na akamwambia ninamtuma, ni Harrison alisikia kwa mbabo, ninamtuma akuje na umwagilie mafuta, maana kazi yake already imeanza. So wewe umekaa klasi na yeye amesikia Mungu, amesikia nani? Amesikia sauti ya Mungu. Na ndio ule mtu nataka kwako hapo tayari ameiva. Nimemuivisha hata kama alikuwa upande ule mwingine. Ni kuivishwa niko ngo wageka bika la kiona filile. Leo ni wimbo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujui ulianza kupigwa nini? Baada mimi sijielewi. Ukiuliza MIA atakwambia sisi tulikuwa walevi wa pombe ya nini tunajua hapa. Tubaisoi. Na tunamtoka hapo. Na I never thought one day nitasimama mahali kama hapa Nairobi. I never even thought one day I would be popular in Mungiki. I never even thought one day there's something that will put me in the media. I had no idea. Mimi nilikuwa nataka kulima viazi na pareto kule nyumbani. Lakini naye Mungu alikuwa na agenda ingine, alikuwa na mpango yake. Wakati God has a plan in your life, the plan of God goes uninterfered. Nobody can interfere the plan of God in you. Nobody can change the direction of your life. Nobody can change. As long as you remain faithful to the cause of the Heavenly Father, then the Father will command all His ways. And that is why now you are asked to listen to the voice of God. Because when you listen to the voice of God, you hear from Him. He gives you direction, He gives you mandates, He gives you power and authority to be able to triumph over snakes and scorpion, and they are not going to affect you. But there is a reason. Na hiyo ndio imekuwa katika maisha yangu. Because all my life has not been normal. Niliwaambia wakati nilizaliwa, mimi sikuzaliwa kama nyinyi. Nyinyi mlitoka na kichwa, mimi nilitoka na miguu. So hebu niambie kama kuna mahali tutapelekana na nyinyi. There is no way to listen together. Because the way I came here, it is not the way you came here. Wewe ulikuja na kichwa kama umeinamisha kichwa. Mimi nilikataa nikasema natoka na miguu kwa sababu nataka kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe lazima upigwe kofi ndio ulie. Mimi sikupigwa kofi, nilitoka na kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka
daktari Kapuromo Hospital. Ukienda huko uulize Kapuromo Hospital, faili yako bado inakuwa case study. Wana study hiyo faili. Huyo mtoto mwenye alikuja. Ukienda huko atakwambia. Nilitoka na makelele. Nyinyi mnatoka kama mko silent, mnapigwa kata. Ndio mulie, mjulikane mko namo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata madaktari wote na manasi wote wakatoroka. Wakaacha mama yangu akiwa peke yake. Wote wakatoroka. Ni daktari mmoja anaitwa Hezekia Ogunyo. Yeye alikuja. Anafikiri alikufa. Na alikuwa fara. Akakuja akaangalia mtoto, akaambia mama yangu, huyu mtoto si mtoto wa kawaida. Mimi nimemuona kimila, alisema kimila ya kwao Wajaluo sijui ya kwao na kimila, kwa kimila yetu mtoto kama huyu anafanywa hivi na hivi. Na jina nilipatiwa ya kwanza, the baptismal name. I was named after him. Yeye alipatia jina because he is the only one. Baba mama yangu alikuwa ananiangalia hivi, anaona huyu mwana wa yule na mwana nasi anakwenda. I was not behaving like a human being. I was behaving like I'm a grown up. Yet one day ile tulitoka nilifanya hakuna mtu alinielewa, mpaka mama yangu hakunielewa, baba yangu alitoroka kaenda kukula chakula. Alitoroka akienda mijeni na kirena na hiyo hali. I hear baba yangu pale alienda, kwa sababu anko yangu baba brother yake alituambia story, alienda akasema haule ndio mwana wako. Oh my God. How I came or how you came determines the speed that you take the time. So many people will not understand you. Many people will not know you. Many people will be confused on what is happening because they will see a mad woman, they will see a mad man, they will see a confused person. But all the challenges that you face in life, they are not there to destroy you. They are there to make you a better or to produce the purpose of God that He created you for. Because every one of you has been created with a purpose of God. And that purpose will determine the direction you are taking. Direction ya kurejectiwa. Direction ya kupigwa. Kuna watu mnapigwa tu vita, unashinda hii vita imetoka wapi? Why is it happening? Why have they rejected me? Why? Unakuta familia yenu yote imekureject. Unaenda mahali kwingine, unaenda kazini, unaenda unajua kazi mzuri na unakuwa rejected by everybody na hakuna kitu umefanya. The first day umeingia kwa hiyo kampuni, unakuta mpaka mule mtu wa kuosha choo anakuambia, toka kwanza, si unaona ninafagia na hakuna kufagia na fagia. Kumbe kuna plan ya Mungu kukuisolate from these people so that akutengeneze yeye mwenyewe. Some of the rejections are not demonic, are godly. Bwana Yesu asifiwe sana. Not all things that are bad that are from the devil. Some of things that are bad are from God. Because God wants to protect you. God wants to give you. Kama watu wangejua mimi ni kama nabii, wangeniua nikiwa mtoto. Wangeniua. Sasa God scared them by what we produce. Watu wakatoroka, mama mimi tukaanza na mama yangu. Na kwa kwangu kote nimekuwa nikiwa mkorofi, mtoto mbaya, mkorofi, mkora, kitu kibaya. Sasa watu wote walikuwa wananiita keheke yao wanagekia kanuni. Sasa hawapata time ya kufikiria huyu mtoto anaweza kuwa, kwa sababu tunajua wakati wa Musa walienda kwa mto, wakamweka kwa mto. Sasa kwa kwetu hakuna mto ni leo. Mungu akajua huyu nitaleta confusion kwa maisha yake, wamtorokee. Ndio nilele wakasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't look at the challenges you are facing now as though ni shetani yuko kwa maisha yako. Don't look at the things that are going through your life as though it has been said you must go through this. No. God will allow you to go through whatever you are going. God will allow you to face the challenges you are facing. God will allow you to go through the poverty you are going through. God will allow you to go through the sickness you are going through. God will allow you to be married by that wrong man. That man who beats you up, and you don't run away from this man because he wants to protect you until such a time you are ready for use. So don't worry. The situation you are in, it is not meant to destroy you. Your situation you unapitia sasa, it is meant to preserve you. Some people have been preserved. You know, when you keep food, when you keep that fish, you keep that meat for fridge, how does it feel? In the fridge, 0, -10
increase. How do you feel it feels? Hiyo nyama umeweka kwa fridge, inasikiangaje? Lakini wakati wake wa kukuliwa ikifika, unaitoa unaweka mahali, inayeyuka vizuri, alafu unaipika, mnasema this is good. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila kitu kibaya shetani yuko. Sio kila kitu kizuri Mungu yuko. Katika vitu vyote vizuri tafuta shetani hapa ndani. Katika vitu vibaya vyote tafuta pia Mungu hapo. Whatever situation you are going through, whatever angle that of life you are going through, hiyo unengi ambao umekuwa ndani yake. Mimi nimefanya sarakasi, hakuna kitu sijafanya. Hakuna kitu wizi wote. I was a pickpocket. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza na kuiba ile na nyemelea kule kwa salamu. Unakuta watu wengi walikuwa wanapika chakula, unapikia hizi. Unaenda unapita na kasafuria, unatoroka na ugali. Ndio tunakulia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu kibaya ni ufukuzwe. Utakata ugali unarusha kwa mfuko. Sasa hiyo ugali inaenda kikuchoma. Mpaka unaona ndio ukienda hivi, ukiwacha kukuchoma. Ama unameza uji, uji, ukaingia ama kiwaru, unameza kiwaru moto. Kibuna kisikia vile unaingia kwa unakotoa macho yote, nitakuangalia bakoni mpaka baada inaenda kutulia pale na kuchoma. Sasa unakuta unajipanda hivi, unafanya hivi, ndio itulize. Bwana Yesu, najua kiwaru unaenda kwa kutembelea nyama zile maji wa ile mama akipika pale ndani ya jaiba kiasi. Unamnyemelea unapenda anaangalia mwingine anachukua waru na anarusha. Sasa wakati inafanya kazi ndio unajua uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. So hii ni kitu ambacho Mungu amekipanga. To be where you are, you're not there because you are a mistake. Whatever life I went through, it was not a mistake. It was a plan of God. Mungu mwenyewe ndiye alitengeneza. Mungu mwenyewe ndiye aliniamulia hii barabara ndio utaipitia. Na kila barabara ambayo unaipitia iko na challenges zake. Iko na ugumu wake kulingana na mahali pale unaenda. If you are just going 5 kilometers, the challenges will be 5 kilometers. If you are going 100 kilometers, the challenges is equal as 100 kilometers. If you are going through a desert, you must go through a desert life. If God has called you kuombea watu wagonjwa ndio wapone, hawezi kuombea watu wagonjwa ndio wapone kama haujapitishwa kwenye ugonjwa. Kama wewe ni mtu akupatia watu vitu kubariki, mamilioni ya pesa imekuja ndio upe msaada kwa watu wengine, hawezi kukua umetolewa tabu atikoka kuja wewe bagashi kuja kale uko kibariki watu ukiwapata. God will never do that. God is a God of formulas. God is a God of good planning. He knows that he wants to make you a kingdom financier. He will pass you through umaskini. Utakosa paka chakula ya kukula. Unaomba watu wote wanakuchekelea. So that when God will give you the millions that you're going to give you one day, because he's going to give you the millions, that the millions you will spend, mtu akikuja kukuomba pesa, ukimwangalia tu unajua shida. Unajua shida ile inapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawezi kuwa unabarikiwa umetoka kwa familia matajiri na unaruka huko kwile. For Moses to become a liberator, aliingizwa kwa familia ambayo ilikuwa ina oppress, so that he can know and he can go through the process ya kujua how people are being oppressed. When he decided to come out, he had to kill somebody. Lazima alinyoka mtu na akazika peke yake. Nataka uelewe mali, alinyoka na akazika kama sasa hivi alikuwa ameitwa Mackenzie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu wawili waliona wakiwa bali. Alipoenda kuanza akamwambia unajua wewe. Unajua tuliona. Nini? Mliona nini? Bado alizika yule mtu. Moses aliposikia hata alionwa akatoroka. God caused a death of somebody for Moses to get out of Pharaoh, because kuna mahali alikuwa ameenda amefika akakuwa comfortable, kaanza kukua sasa anaona mambo inaenda mzuri hapa kwa mfalme ni kuzuri, lakini alisababishwa pata roho ya kuua, akaua na akaomba ndio apate kutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is very powerful, that when God wants to use you, when God has a plan for you, when God has a reason to work with you, many things will happen around you. Challenges will happen around you, and diseases will come, poverty will come. Whatever situation you are in now, it is a preparation of what God is going to do with your life. So don't worry, don't cry. Ukiona umeombewa nothing is
out. Ukiona umeambiwa Mungu anasema Bwana ameniapia, anaenda kuondoa hiyo kitu. Just wait. Be calm. Kaa tu ngojea that time of God. God is a God of seasons and times. God will never bless you outside his season. God will never bless you outside his planning. Outside his timing. Outside the land that he wanted to take. He took Abraham. Na akamwambia Abraham, get out of your comfort. Get out of your father. And go to the land that I will take you, where I'm going to bless you. He never told him where he's going. He never told him that you're going to bless you, I'm going to take you to Kayole. He never told him that I'm going to take you to Dandora. No. He told him, go until that land where I'm going to bless you. So it is a blind mission. It is a blind mission, you don't understand. You may have started a church, but the church didn't work because you tried to open your eyes. When God is working around you, you walk blindly. You walk not seeing anything. You don't see hauoni, haujui maana anakupeleka kiujinga. Lakini kwako unaona ni ujinga. Lakini Mungu knows what he's doing. Because kama hangekupeleka kiujinga, wangejua wewe ni rais wa Kenya, wangekumaliza, wangekuua. Kwa maana kuna wengine wanataka kuwa rais, wangejua wewe ni mchungaji, wangekumaliza, wangejua wewe ni nabii, wangekumaliza. Lakini akasababisha upite kwenye mipito ambayo kila mtu atakupita anasema ana ndiye. Hata ni kama mtoto kama sikio. It was a way of God protecting you. It is a way of God preserving you. It was a way of God making sure the enemies will not see you. Because the enemies, if they know, listen, when Joseph had a dream, kama angejua hangesema hiyo dream, lakini pia kama hangeisema hiyo dream, safari yake haingeanza. Joseph suffering all the way, it is because of a dream. Ati nimeona ni miti ama ni mahindi ingine ikiinamia hii na hii ingine ikiinamia hii. Sasa vijana wale wengine ndio utakuwa inaendelea leo. Baka baba yake akaambia babake akaona baba yake alikuwa na wivu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana yeye alianza kuuliza kwa kwanza sianasi aliyokuwa yako. Kwa watu wala, kwa yani unataka kumaanisha utatukalia. So that your statement baba aliachilia ndio ili provoke hawa watoto wengine wakaanza kuona huyu mtu ako na ajenda. Na hii ajenda yake ni sisi tuinamie yeye. Wakaplan wamuue. Walipofika pale kwa sababu God is a God of good planning. He knew the journey has begun. When he released wakati aliongea kuhusu dream, the journey began. When you talk and you spoke of the dream, when you say it now, ukasema neno hili likatoka kwa kinywa chako, hiyo ndio mwanzo wa safari. Ndio nasikia kwa wengine ile siku niliokoka, ndio shida zako zilianza. Kuna watu waliokoka wakiwa na mali, sasa hivi hawana. Kuna watu waliokoka wakiwa na jina mzuri, sasa hawana jina mzuri. Wanaonangwa ni kama walitupa bao. Wanaonangwa ni kama kuna kitu ambayo haikufanyika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Because why? God will hit you. God anakuficha, anakuweka kwenye pango fulani kwa sababu ya matayarisho kwa kazi ambayo inakuja hapo mbele. And this only can be heard to you. This only can be conveyed. Inaweza tu kukuja kupitia kwa sauti ya Mungu. Sikia hao watu waliambiwa, si niliwaambia msiwahi kutaja hili neno. Lakini na wao wakajibu, wakasema kuna kitu walisema hapa. Wakasema and look, you have filled the entire Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us. Let's get accusation. When God is working on you, there are some accusations that are good. Really? To you are good because they are confessing to you that you have done something. Bwana Yesu asifiwe. It is a testimonial conversation that simuone kila mtu sasa anaongea kuhusu huyo mtu. Baba hiyo damu yake mnasema imeanza kaza kukunyua. Watu wameanza kuongea kuhusu damu. You want to impose hiyo damu kwetu. It is a conversation. It is a confession. Maadui lazima watasema jinsi Mungu alikutumia. Maadui lazima, ukitaka kujua sasa sauti ya Mungu inakuzungumzia vizuri, inakupeleka vile inahitajika, utasikia maadui wakisema. Sasa angalia, unaona ole ando mandite kwa hana huko. Ni unaona ole ando matikete kwa yafadi huko. Ni unaona ole ando mete mambo na hiende keko. Ni kwa nini sasa? Sisi tulikukata usiongea baba hiyo mtu. Na hiyo
kila mtu anaongea. It is a testimonial confession from your enemies that you are indeed walking with God. Because they have to be there. And that is what we call the table being created in front of you and the enemies, so that they can see how God has blessed you. These people, they were preaching, but they didn't have a testimony to tell them there is a victory. Hawakuwa na mtu wa kuambia watu wamewasikia. Hawakuwa na mtu wa kuambia hiyo neno mnahubiri inatembea kama moto wa nyasi, inatembea kutembea. Mpaka mchungaji anaitwa high priest akakuja kusimama akawaambia si tuliwakataza kwenda kutakasa hiyo maneno ya Mungu. Huyo mtu ni mkora. Ni kwa nini mnaenda kutakasa maneno ya huyo mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ilikuwa testimony waambiwe na maadui ya kwamba kaasi ni mzuri. Walipoenda kwa Mungu wakasema kwa Mungu asante. Kwa hivyo kuna vitu zingine watakuja kukuchekelea nayo, kuna maneno mengine watasema kukuhusu kinyume, lakini sio mabaya, usikasirike. Sio maneno yote Karona ambia unaona ni mabaya. Hiyo maneno yaandike mahali, because it is negative to them, but it will be positive to you. Bwana Yesu asifiwe. Leo kama nisei, ati angalia sasa unapiga makelele. Angalia sasa unafanya maneno. Angalia nyumba yote inapigwa makelele. Hapana, ni kwa maana ya kwamba ngoma za matora na demons za matora wamesikia kuna mtu mwingine ameingia, na huyo mtu anakuja kutumoa, huyo mtu anakuja kuharibu territory yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. When they speak, you know you are in the right place. When they attack you, they want to stop you from moving to the next station. You are in the right place, doing the right thing, and you are in the right time. Wakati niliambiwa Kenyan sitakugusa kanyaga, nilijua nimepata ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilijua nimepata jana peke yake kuliokoa watu hamsini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo Friday kwa sababu tulifanya kimabavu, mapolisi wakiwa wanaangalia hivi, na niliwaambia kama kuna jela mpya mnapeleka, hiyo ndio inaweza kunitisha, sio ile nyingine. Hizo zingine zote mmenipeleka. Zingine zote hakuna jela Kenya hii sijakanya. Kutilio nemo. So ile jela unaweza kunipeleka unitishe, ni ile mpya. Kwa sababu sijui venye imekaa. Ile polisi unaweza kunipeleka unitishe nao, ni ile mpya. Hivyo niliambia mkubwa wa polisi. Lakini kama ni hii ya Korokoya, nishalala huko. Ninajua hata na nipatie kifunguo ni ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ninajua kufungua sasa, na sasa iko pande hii na ingine iko pande hii na choo iko mahali pale, nikamweleza. Si hivyo ni mkubwa akaniambia ndio. Kwa hivyo nikuja hapa. Hizo ndio nyumba zako za kufichwa na Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu ametengeneza. Kuna jela zimetengenezwa kwa sababu yako. Ndio ufichwe, maadui wasikuone. Kuna mambo yamepichwa. Kuna kibutu ama mahali utapelekwa. Utolewe hapa, upelekwe Kitengela. Utolewe hapa, upelekwe Rogwa. Sio kwa sababu wewe ni mbaya. Unapelekwa huku kufichwa. Kwa hiyo wewe ukae huko na uvumilie mpaka maneno yawe mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliposikia hivyo, nikiwa hapo nikasikia Mungu ameniambia, waambie watu wanataka kuokoka. Sasa watu walikuwa wamekuja confrontation, kuona confrontation. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema kuna mtu hapa nasikia anataka kuokoka. Wangapi wanataka kuokoka? Kukatokelezea watu 10. Nikamwambia sasa kaponishike, wacha nibe hapa ndio tuwele na wao nipate watu wa kwenda kuabudu Mungu wao. Akasema kumbe huyu mama ni mtu wa PCA. Sasa nimeona watu wa PCA nikashindwa. Nikutumwa ametumwa. Huyu mama askari wa PCA. Niliona msiba. Nikawaambia vijana. Mama wakaanguka chini wote. Mama niliona amechukua walkie-talkie, akaanza kuongea kutoka polepole, akaingia kwa radiofa, akaenda. Nikajua ile pepo iliyokuwa inataka kutuzuia imekamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. The time and the reign of the Lord has come to an end. So you must wait until that time, the ordained time for you to come out. And this ordained time, you can only know it by the season, when the season is ready. Therefore, in verse, and look, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man blood on us. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. We don't obey men. We obey the voice of God.
We don't hata mngefanya nini? Mtikana ile mtu kujisio. Akili tukiudu tena kompyuta. Hata ile pesa, alisikia pesa ya kulipa sisi kwa hakuna, akalipa. Na labda siku hiyo mlitabia mimi. Ile pesa ya chakula akaniuliza nikurugete, nikamwambia kakuruga hapo. Akijele kuruga ni labda nimaruka hiyo. Nikamwambia ile ni nani sasa? Akakuja kimbia kwa ofisi, akanipatia 30,000. Ndio kiki chakula. Haleluya. Sasa hao wameenda kwa maombi, tunavuka katika jina la Yesu. Tunavuka. Hivi kuniendelea kuvuka, milango iendelea kufunguka. Maana Mungu alikuwa na kusudi ya mimi nitengenezeke. Ndio siku moja ukuje hapa. Tuhubiri kwa Mungu. Amen. Hallelujah. So all things work together for good. For only those who love the Lord. And it's for the purposes of God. Whatever the opposition you are facing now, maybe in 10 years, in 10 years time to come, utakuja kuitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. The enemy you are seeing now could be your friend in 10 years to come. And the friend you are seeing now could be your enemy 10 years to come. So it is always good to hear from God. This man Peter said, it is rather we hear from God and not men. Because God can only give you the direction. God only can give you the purpose. God can only give you the reason for you to exist. God can only give you the power to know. He opens your eyes. He opens your inner eye, your inner ears, everything that you have. Only God is capable of making you see what will happen tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. God only causes you to know your direction of life. Only God causes you to know and understand what you are, tomorrow what you will be. This doctor that alikuwa mkunga, aliambia mama yangu, huyu mtoto atakuja kuwa mtu mkubwa. Lakini hata mama yangu aliangalia akaona ukubwa akakosa. Because venye nimetoka kwanza ni strange. Namba 2, kila mtu ametoroka. Na wakati huo akitoka za mamangu ni wakati laana ilikuwa imeekelewa sana. Ukizama mapacha unasemekana uko na wewe uko na laana. Ukienda kwa Wajaluo na kwa Waluya, mapacha ni kuua mnaua na mnafanya nini? Ni kuua mnaua. Sasa na hapo sasa hivi ukizama mapacha kila mtu anakuja kucelebrate. Anasema this double blessing. Things are double coming down. Unasema ni blessing, mpaka unasikia watu wanakuja blessing, but then they will kill you. Bwana Yesu asifiwe sana. So people will kill you if you don't listen to God. If you don't listen to what God is saying about your life, they will come and they will kill you. Just why? Because they think what is happening in your life is demonic. They have misunderstood you. They don't understand you. They don't know what you are saying. They don't know what you are preaching. They don't know what kind of business you are doing. They don't know what kind of a dream you are talking about. They only know you can never come out with anything that is comprehensive. They know that there is nothing. Wanajua wewe hakuna kitu ya maana unaweza kuongea. Wanajua wewe hakuna kitu ya nguvu unaweza kuongea. Wanajua wewe tu ile kitu unaweza kuongea tu ni matope. Kwa hiyo hawata kusikiliza. Ile kesho wataanza vita na wewe. Watapiga wakisikia sasa wewe kwa mhubiri kama hapa sasa utaokoka utachagua. Unaomba inaruka. Na bale ndege iweke keleti. Uliiko nigetha urudike. Chumbe etara hitawe ready. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore it happens. When God has given you a mandate in your life, there are challenges associated with that mandate. And only God can command that mandate to come out or to go. When Jesus was praying, when the life was so tough, he told God, Laba, anasema, Laba, Sabatan. Laba? Laba? Saba masana. Saba? Eloi. Saba sabariki gani? Atekai wako wajira ndio yake. Mungu wangu umeniachanisha kwa nini? Kumbe hata Yesu alifika mahali mtu kamkia. Kwa sababu alikuwa ameambiwa unaenda kupita mahali magumu. Lakini aliposuka tena akaona haya nimeongea na mdanganya, akaambia Mungu kama ni mapenzi yako nipitie hii. Basi safari inaendelea. So there are things
Na kama angekataa, of which Mungu angekubali angekataa, naye story ya msalaba ingeishia. The blood of Jesus ingeishia hapa. Haingekuwa. So sometimes hata mkilaani mkichukia huyu jamaa anaitwa Juda. Na wanaanga kama si Juda. Juda is the greatest disciple than all the disciples. Hello. Sasa moja kule. Hiyo kisho ya Yesu. Kisho ya Yesu. Hata hapa apostol au kutubudia kidogo. Bila nawaambia kwamba Judas is greater than Peter. Is greater than Andrew. Is greater than all of them. Because the message of the cross is from Judah. But the message of the blood of Jesus is from who? Judah. Kama hangeuza Yesu, kama Yesu hangeuzwa, tungekuwa tukiongea message ya blood, tungeongea message ya msalaba. So yeye aliparticipate, alifanya kitu cha muhimu sana, kuuza huyu mjamaa. Ndio huyu mjamaa damu imwagike tupate message. Mkristo wote ni blood of Jesus. Mkristo wote ni msalaba. Na kama hakuna kanisa, kama hakuna message ya msalaba kanisa hili, then there is no Jesus. Anaitwa Yeshua. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa nani? Yeshua. Kwa hivyo this message, kama si Juda hatungekuwa na kitu. Kama si Juda hatungekuwa na makanisa. Kama si Juda hatungekuwa na wokovu. Kama si Juda hatungekuwa na nini? So there are things that will come into your life. To you, in your face as you're looking, they are negative. Sio kitu kizuri. Lakini if you go deeper to get the meaning of what has happened, unaona kulikuwa na Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaangalia kuna kimwanaume kilikuacha. Bwana yako mlidivorce mkaacha. Na mlipoachana, you never left. Hamkuachana vizuri. Na ukaomba, kumbe ulikuwa mwokovu. Kumbe ulikuwa unaenda kanisa, ulikuwa intercessor when this divorce came and you cried to God. Why God? Ni kwa nini ulikubali ili ikafanyika? Unalilia Mungu. Kumbe Mungu alikuwa na kusudi. Alikuwa na kuondolea huyu mama kwa sababu huyu mama ni desilikia. Alikuwa na kuondolea hiki kijamaa. Kumbe hiki kijamaa ni kidesilikia. Na kuna destiny Mungu amekupangia pale mbele. Na kuna mambo mzuri Mungu amekupangia. Na mkienda na huyu kule kutaharibika. Abraham aliambiwa na Mungu, usijaribu kwenda na mtu wa familia yenu. Abraham na ujuaji yake na upendo yake mwingi akasema kwa kijana kabla yangu ndipo katika kijana kabla yako wale wako. And those are the mistakes that we make. He was spoken to by God, but he decided to listen to himself. He decided to use his own personal knowledge to do things that are not within the will of God. Sometimes because our tuko wazuri si anajega. You want to be known mutumia. You want to be known that in your family we mutumia mwera oigua rada. But you did not listen to the voice of God. Because God has told you utukaetaka wa nyubesha. Nyoto niweka ono imwega unataka uonekane mtu mzuri, mama mzuri ambaye unapendwa na maanti, unaenda kwa kipochi, unapatiana shilingi 10 ndio upendwe. Kumbe tata yako alikuwa anataka kuchukua hiyo pesa aipeleke kwa mganga. Wewe mzuri unaanza kupata shida. Because God has spoken to you. Na anakuambia don't give anybody anything. Abraham aliambiwa don't walk out, don't go with any member of your family. Why? Because his father anaitwa nani? Tera. Tera alikuwa mwabudu wa shetani. Alikuwa mtu wa kuabudu masanamu. Alikuwa mtu mbaya. Kwa hivyo Abraham hakuna jinsi angebarikiwa katika compound ya Tera. So God decided to remove him from the Tera family. Ndio aende akambariki. Na akamwambia usibebe mtu wa familia. Maana watu wote wa familia wako kwenye madhabahu ya huyu mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are being cautioned, wacha hiyo kitu unafanya. There is a reason from God. God had seen hii familia yote imezaliwa na imeshikanishwa na madhabahu ya nani? Ya Tera. Na kutoa hiyo kasumba kutoka ndani yake itadelay purpose ya Abraham. So when God is cautioning you from moving or going with this woman or going with this man or starting that business or going to that ministry, if there is a reason, a powerful reason, a wonderful reason, and God wants to use you so that you can win battles.
God wants to use you so that you can conquer situation. You can go far. You can win every situation. And He doesn't want you to be derailed. There are people that will come to your life just come and delay you. Kuna watu watakuja mtakuwa na wao. Watakuja kunakaa na wao. Unaanza kufanya maneno na wao. Kumbe walipangwa na shetani. Wakuje kwa maisha yako. At the end of the day, when the time comes for their destruction they will cause a destruction that will cause you to be delayed. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho angejua Lutu ni kitu kibaya. Abraham alitoka na kijana. Na alipoanza tu safari ya kutoka na kijana, wakaanza safari, Abraham alianza mateso. When you don't listen to the voice of God, challenges ambazo zitakukuta ni challenges za aibu, challenges za kudharauliwa na kuchukiwa. As they went, walikutana na challenges, wakakutana na Wafilisti, wakaanza kuwapiga. Wakakutana na mtu anaitwa Abimeleki, mpaka Abraham akafika akaona, akaulizwa na mwanamke, huyu unamtumia, huyu ni bibi yako? Akasema bwana, huyu ni my sister. Kumbuka wewe mtu aliletwa na Mungu na akaambiwa na Mungu, huyu ndio mke wako. Lakini tuika mahali kwa sababu ya challenge ambayo iko. Akasema huyu ni sister. Kuna watu wanaweza kukuruka mchana peupe. Kwa sababu maneno imekuwa gumu. Kwa sababu ukiangalia huko kote ni jesi ya Abimeleki. Inakuangalia na imekuangalia macho. Imekodoa kodokodo. Sema kodokodo. Imekodoa inakuangalia na majeshi. Kwa sababu kama kalikuwa kazuri. Kama kalinyoroka kama kitu kingine. Kalitoka tamu. Musa Abraham akaangalia kaona ninakufa. Angalia sasa ametoka from the will of God, because it is God that had commanded him and told him, I will walk with you. Some of us, we have lost the plan of God. Some of us, we have lost in the will of God. Some of us, we have failed the taste of the will of God. And wakati huu Abraham akaangalia akachongelea, badala aite Mungu yake, aliona kifo chake, akaanza kujiprotect. When you are not listening to the voice of God, you keep protecting yourself. You keep defending yourself. You keep not understanding, not going to the will, according to the will of God. Unaanza kujisema ati mimi sasa nitakuwa hivi, na unaanza kujitetea. But when you walk in the will of God, God will defend you. God will fight for you. Because wakati walienda Abimeleki akakuja, akaangalia, akasema basi pelekeni yeye huko. Akapelekwa huko. Mwanamke akaona chakula cha kukula. Abraham aliondoka na machungu, alienda kijua mtumia wa dada chungu. No niki, mahetema mtumia yake kudhiimike. Who is the cause of the wife to go? It is Abraham. Why? Because in the first place, he was told, don't go with any of your family members apart from your wife. So when he carried the Lutu, he carried an altar of his father. Therefore, this altar of his father continued to stop him from doing the will of God. So there are people we walk with in your life, that or there are things that we do in our life that we continue to bargain for your delay in your life. There are people that you must drop. There are things that you must drop. There are work that business that you must drop for you to succeed, for you to go to that next level, for you to go to that next camp. You must drop them. He refused to drop this man. He heard from God, don't go with any of your family members, but he refused. He decided to do his will. When you decide to do your will, your life will not work. Your life will not be complete. Your life will have challenges. And the challenges that you're going to face are not normal challenges, are painful challenges, are painful and shameful challenges. Wakati alipatiana mke wake, alienda akifikiria, alienda akiteseka, alienda akilia, alienda akijua bibi yake amechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. But who was the cause? Who was the cause? It is he that carried this man Lutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, I'm going to drop my Lutu today. Tell your neighbor, I'm going to drop the Lutu. The Lutu that you have today, could it be that husband of yours? Could it be that wife of yours? Could it be that brother of yours? Could it be that sister of yours? Could it be that business you are doing? Could it be that job that you are doing? Could it be your Lutu? God has spoken to you. Amekwambia toka Nairobi uende Nakuru. Lakini unataka kukaa Nairobi kwa sababu ni capital city. That is your Lutu.
Anakuambia toka hapa uende Gaborone. Wewe unaanza kuuliza Gaborone ndani kwa Biblia unaenda kuanzia wapi kwa Gaborone? Kumbe una decide utakaa Nakuru. Kumbe na Nakuru ni watu wako anaanza kupoteza. Kwa sababu God is not there where you are now. Mateso utayapata. People are in territory suffering. People are in Kayole. You are suffering. You are not meant to be in Kayole. People are in America. You are not supposed to be in America. You are supposed to be in UK. You are supposed to be in Belgium. You are supposed to be in Kenya where your blessings is. Me, I tried going out and I went out. I came back poor. Why? Because when I was ordained, when I was ordained, that was a prophetic word that came. Yes, but we decided kwenda Ulaya. Nilirudishwa ikiwa pepo. So when God has a reason to work with you, you will be done, everything will happen to you to make sure the will of God prevails. Wakati mama amepatiana na Abraham, naye Mungu kwa sababu alikuwa na purpose na destiny na huyu mama na huyu mzee. Lakini sio hapa kijana, mama alipopelekwa bedroom na huyu mzee, stima zilispot na mzee. Mzee akajaribu kuhakisha stima. Akaita watu wa Kenya Power wakuja waangalie. Wanasema laini zote wakiweka katika kitu ka testa kakupima wanaona laini zote za stima ziko sawa. Akienda kuhakisha inazima. Wanasema kule kwa circuit breaker twende tuangalie circuit breaker tuangalie. Circuit breaker zote ziko sawa. Lakini akienda kugusa na testa hivi inazima. Because there is a purpose of God in this woman. She is not going to be defiled. Why? Because why is the situation happening? It is not happening because of her fault. It is happening because of the man's Abraham's fault. So she will not face a challenge, a punishment of somebody else. You will never face a punishment because of your friend. You will never face a punishment because of somebody else. But that person that has caused the punishment to come, sasa Abraham ndiye akiwa mahali alikuwa na imani yake. Tatoliwe mtumia hapo. Kuibwaga rumunda. The modro Mary, ilikuwa kipate. Is the biggest torture a man can face in life. That your wife is there but you cannot go rescue. Now imagine what is happening. But as he was imagining, God was doing some good justice to this man. Some good things were happening. Therefore, as much as they want to destroy you, as much as they want to defile you, God has a reason. God is planning something different. God is doing something different. God is working on your way. God is doing something. The woman achua pada aliambiwa, do the necessary. Na mwanamke kwa sababu anajua, if I don't do the necessary, I'm going to die. God did the necessary. Oh, hallelujah. The woman did the necessary according to this man, but God on the other side akafanya vitu zake, akazima sitima, akazima kila kitu. Mzee akajaribu safari ya kwanza kuagiza switch kazima, akaenda safari ya pili kuagiza switch kazima, akaenda mpaka manabii, akauliza hapa kunaendaje, akaniambia hebu endeni kwa neighbor mwelete ya neighbor tu akisitoni kama neighbor alikuja simekawaka wakawisana ate kwa neighbor ni mulaka nani tima atubuzagira na yule mwana tubuzagira kikemwe tima exo peto kuma the same boss ile inaingia huko na ile inaingia huko ni the same boss. What is happening? Akasema lete hapa, akaletwa, akaambiwa mzee akakuja kwenda tu stima zikazimika. God will protect you. Because this is not your failure. Because this is not the plan that you had. You did not have an intention of doing this wrong. You found yourself in it because somebody else made a mistake. The mistake of somebody else will not cause you to suffer. God will protect you. God will guide you. I want to tell you today, this is a week that God is going to walk with you. This is a week that God is going to protect you from all evils. This is a week that God is going to raise you up. God is going to switch off every electricity. God is going to switch off kila kitu. Sakatipuleka zitakuwa, lakini hazitakuwa zimekuwa zimedrifte. Lakini sima itazima. Sima haitawaka. Mwambie mwenzako sima haitawaka. Sima ya wachawi haitawaka. Sima ya wachawi haitawaka.
Tell your neighbor, God is working. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, who you murdered by hanging on a tree. Him God has exalted to his right and hand to be a priest and a savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. When you stick to the voice of God, when you stick to the will of God, nothing will happen. But when you go against the will, when Abraham chose to go against the will of God, the punishment came, suffering came. Until a time when he discovered the problem sio wale watu wanakutana nao. The problem sio hiyo matora ameingia. The problem si wale watu wamekutana kwa barabara ama kwa maeneo. The problem is me carrying this boy. The problem is the boy. So there is a time. When God time has come, He will cause. There are people who are caused to get out of your life. There are people who are removed. Mpaka unasikia uchungu. Unauliza huyu pia anaenda. Watu wanakuacha, unaachwa, unaona these people have gone. This woman, na ndipo alikuwa mzuri, na ndipo alikuwa good organizer kwa kampuni yangu, na ndipo alikuwa mtu msikichana mzuri, mwaminifu, nilikuwa namtuma. Kumbe huyu mtu anakuwa garutu. Hiyo safari ndio akuja organize. Ni yeye cause. Yeye ndio reason ya safari hiyo. Yeye ndio reason ya hiyo mateso ambayo unapitia. Lakini hujui maana unaonaga ni mtu mzuri. Hujui maana unaonaga ni mtu wa maana katika maisha yako. Lakini until such a time, anaye wakati wa kubarikiwa ikifika, Mungu lazima anaweka decision yake na anasema, if you have to move out, this man has to move out. Ikafika wakati Lutu lazima afike aondoke. Maana Abraham amefika kwenye ile line aliambiwa utoke, uende mpaka ile shamba ninaenda kukubariki. Alipofika hapo, kila kitu cha kishetani lazima kingiondoka. Kila kitu ambacho hakijahusishwa na baraka ya huyu mzee lazima kingiondoka. So sometimes when people get out of your life, they are supposed to get out. That is the time for them to get out of your life. That is the time, it's appointed time. Ni wakati mwafaka waondoke, maana umefika where your blessing is. Umefika kwenye shamba ile iliahidiwa. Umefika kwenye eneo la baraka yako. Kwa hiyo lazima waondoke. Kama kijamaa Mungu alikosi, kakaanza kuambia mzee, wewe mzee, ndio roho yako. Mimi nasema, hii kuzi yote nimechoka. Hii mwambie yote, ziwa na kwa pale kucheza kamani. Wewe zinakuwa na wasee ukikula maratina pale. Unakuja kunia pia nini? Hizi kama si mimi ungekuwa wapi wewe mzee? God will cause those people to speak. Those people who come and tell you, kama si mimi, hawa ungegongereko. Kana tipi. Kanile ngegereko. Mwenyeshi aitu alate. Aitu alate murujia bamujira. Tia ngeto rugamete na tere. Ni rugamete. Ni durite hoyete. Durite mahoya manini. Kimu hoyera. Nuna ya petira. Nuna ndekalia petira na. No. Huyo mtu akiongea sio yeye anaongea, ni wakati wake wa kufika umefika, wa kuondoka. Lazima awekwe midomo, awekwe maneno kwa kinywa chake, maana wakati wa kuondoka umefika. Ndio ameanza kuwa na ujeuri wa kuona ni kama ni yeye amefanya ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama ni wewe, ati kama sisi. Huyo mtu angeita kama imagine sadaka ile tutenda huko. Na imagine pesa na mihodi yetu tutenda. Na imagine pesa tutenda huko. Unajua ile pesa tumetoa hii kanisa mpaka hiyo kanisa ifike hapo. Unajua ile sacrifice tumetoka hiyo kanisa. Hiyo ni lugha ya shetani. Ukisikia mtu anasema hiyo yote, huyo sasa ni shetani anaongea ndani yake, na wakati wake wa kuondoka umefika. Na usimzuie, muachilie aondoke. Muachilie aende kabisa. Maana wakati wako wa kubarikiwa umefika. Na ukiendelea kumshikilia utachelewa. Na ukipita wakati wa sekondi moja, ile ya Mungu amesema God is a God of timing. God is a God of season. Ukipitisha sekondi moja uruke tu, because God works in second. He does not work in minutes. God does not work in a day. God works in a second. A split second, a blessing comes. Ukiruka kwenda sekondi tu, umepitwa na wakati. Utakoja season. Igili kitu. Wakati Abraham alijua this is the season, alienda kijana kuja. Sasa fanya hivi. Chagua ile kijiomo tunataka.
na uchague mahali popote unataka uwe, kwa sababu Abraham ilifika akajua na kideti ni dena kila adimu, na kideti ni dena anointi, na kideti ni sini mimi niko na hii anointi, sini mimi niko na hii baraka, sini mimi niliitwa. Tunasukua na kama mtu. Kwa nini? Kuna watu mnang'ang'ana na kama mtu kana kusukua, na sile aliitwa ni wao aliitwa. Mnang'ang'ana kwenye biashara, wewe ndio Mungu alizungumzia ukafungua biashara, na mtu anaenda mwingine na mtumia wewe leo ni kwa meza wangu hivi bila tusaidiane. So why ukubalishe? Usikubalishe kusukue. Muondokee, maana mtaondoka na kila kitu yote ile Mungu alikupatia. Ondoka, enda mahali pana sahihi. Abraham akamwambia Ruth, chukua kila kitu ndio nataka. Ruth akachukua ile ng'ombe mzuri, kondoo mzuri, mbuzi mzuri, kila kitu. Kakaondoka. Kakaambia hata chakula ile shamba unataka. Kakachukua pande ya juu, mahali kulikuwa na rutuba, kulikuwa na mchanga mzuri. Kakaenda upande, lakini kalienda wapi? Wakati unaupaleti na shetani, lazima utajikuta unaenda kwa shetani. Kalienda wapi? Kalienda Sodoma na Gomora. Kalienda kukaribia watu wao. Bwana Yesu, watu wako na roho mbaya huko ndio walienda. Utakuta mtu wote ambaye ako na nia mbaya anapelekwa kwa mamia mabaya. Naye Abraham akawachwa juu ya mawe. Akawachwa hana kondoo ambao wako na miguu mizuri. Akawachwa ako na ng'ombe ambao hawana meno na wengine hawana macho. Makondoo na mabuzi ambazo hazitembei vizuri. Abraham akabaki huko akijua I am the anointed one. Bwana Yesu asifiwe. I am the anointed one. Mimi ndio nimebeba upako. Kwa hivyo usibabaike, usitishwe. Na hao watu wanasema wanataka kuondoka. Usitishwe. Na hao watu wanasema wanataka kukupiga. Maana when you are carrying the anointing, you are carrying God himself. Hapo sikusikia amen. Kaeni nayo tu. And teach what I have to say, that when God is working in you, you don't need to worry. When you heard, kama ulisikia the voice from heaven, if you are told you heard this voice came from God, it did not come from man, it did not come from the devil himself. If you heard the voice from heaven, you did not worry of the time. You did not worry of the people around you. You did not worry of the season around you. Because the right season, if you obey God alone, utembee kulingana na vile Mungu amekwambia tembea. Utembee kwa majira ya Mungu. Utembee kwa wakati wa Mungu. Utembee kwa nafasi ya Mungu. Utembee katika hali ya kiungu. Basi hakuna siku hata moja utakosea. Hakuna siku hata moja maadui watakuinukia. Hata wakikuinukia watasambaratishwa. Walipomuinukia Yusufu wakasema apigwe na auliwe na azikwe. Kukatokea kijana kamoja in the company. Wakakuja wakasema badala tumuue, wacha tumuuze. Naye wakati walibadilisha nia ya kumuuza, Mungu naye akakuwa ametayarisha watu wa kununua katoto. Ninakwambia when you are in God's purpose, when you are in the God season, wakati unaongea na Mungu, wakati unatembea na Mungu, kila kitu kimepangwa. Walitaka kumuua, mwingine akakuja akasema tusiue. Wakataka kumuuza, kukatokea watu wa kununua. Wakaenda wakakuja, walipoenda wakakutana kuna mtu anataka mtu wa kununua. Kila kitu kimepangwa, kila kitu kinaenda kulingana na mpango wa Mungu. Walikuwa najua wamemalizana na yeye. Kumbe walikuwa hawakujua wameanzana na yeye. Because walifanya hivyo, wakaenda wakijua wamemaliza. Lakini kumbe walianza problem, challenges za life. Mpaka njaa ikakuja siku moja, ikaingia. Ikabidi waende wakatafute chakula kule Egypt. Walipofika Egypt, kumbe walikuta nani? Walikuta ni yule walipanga kuua. Walikuta ni yule walipanga kumaliza. Watakupangia sasa, lakini 20 years ukam. Utakutana na wao. Ukiwa in position of power. Ukiwa wewe ndio unasema. When you walk in the voice of God, when you hear from God, you don't go wrong. But when you hear from the devil, you always go wrong. And you miscarriage the dream that you have. So try as much as possible to hear the voice of God. If you hear
that voice, it might be a small voice or one voice, but it will make you successful. When they were through with Joseph and they finished with Joseph, they could never imagine that one day they will meet the same man. That one day this man will be a prime minister. Because Joseph heard from God. Joseph never heard from people. Joseph, even when they were selling Joseph never panicked. Hata wakati alienda akapelekwa kwa Potiphar, Joseph never panicked because he had heard from God. When he was taken to jail, he never panicked because he had heard from God. When the time for the blessing came, the switch, the button was pressed, and everything changed. Alikuwa mfungwa, akatolewa mfungwani, alipelekwa na kiroi kinaitwa Kimariamu jela. Lakini wakati wake wa kutoka ulipofika, alitoka na Mercedes na gari za ikulu, alitoka na magari makubwa, alitoka aliingizwa akavalishwa kongoro, nguo za jela. Lakini wakati wake wa kubarikiwa, kwa sababu ya kusikia sauti ya Mungu, na kwambia alitoka na nguo suti za Italian menswear, alitoka na kiatu expensive, akabebwa na Mercedes, akikana, akichukua na watu kutoka State House, akichukua na Red Squad, akichukua na mapolisi sio wa jela, mapolisi ambao ni wa kutoka ikulu, mapolisi ambao wametrainiwa Israel, ndio walimchonga wakampeleka mpaka ikulu. Alipofika ikulu, hakukula kama mahabusu, alikula kama mfalme. When you live and listen to the voice of God, the one will organize itself in favor. The entire system of the world, hii nyumba tukikuja, this house has never been occupied by any person. It was constructed by the Israelis because they wanted to do a coffee house. Then instead of putting human beings to come here, they put coffee fights. We removed 4 coffee fights. Since 1930, nobody occupied this house. Since it was started, before my mother was born, this house was created for his son. Before my mother came on earth, the son, the Israelis from Israel, the Jew community, already walikuwa wametengenezwa. Wakaambiwa kuna kijana anaitwa WARUINGE ambaye atakuja kuhubiri kwa hii nyumba. So mkeni Kenya, mtengeneze nyumba. Ndio akikuja apate nyumba nzuri. This house has been virgin waiting for me. This house has been virgin waiting for me. Wakristo waliniombea, watu wengine wakaniombea nikufe, wakapanga kuniua, wakapanga kunipeleka jela, wakanipanga kuninyonga, but it never worked because there was a house waiting for me. There was a room here waiting for me. There was nothing could have happened to me. Hata kama nilizaliwa, kama nimesimama, this house was still waiting for me. That is why I'm here. There is something God has done for you. Kuna kitu kimewekwa mahali. It is waiting for you. Usikasirike, usichoke. Continue blessing. Continue waiting. Continue waiting. When the season and time come, things will. Listen to the voice of God. That is the only way. Don't listen to your neighbor. Don't listen to your father. Don't listen to that mother of yours. Don't listen to that good husband of yours. Just listen to them as they talk, but make a conclusion upon hearing the voice of God. When the voice of God comes, it will never misdirect you. When the voice of God comes, you will not miscarriage. When the voice of God comes, everything will work the way God wants it to work. Tell your neighbor, I'll listen to the voice of God. Do you know what? When you listen to the voice of God, and when you walk according to the voice of God, the 2 things will happen to you. 1, you will discover yourself. When I say, when I listen to the voice of God, I discovered myself. You know, Nana kept persuading me to open a church until he pushed me
And I opened a church for his sake. Na nikampigia simu nikamwambia ndaki kuna kanisa. I want to tell you ndaki kuna kanisa. Ndaki ndio kwenda. Little did I know Nana was being used by God. And when I opened, I'm telling you, when you are walking through the processes of God, you will try to refuse, but you will find yourself in the track. You will try to ignore, but you will find yourself where you are supposed to be. Utakuwa ukisema kanisa ya Waruinge sitakuja, lakini utajikuta kwa Waruinge. Utasikia Waruinge ndio amebeba mkono ambao utakuekelea hiyo ugonjwa iondoke. Waruinge ndio amebeba ili anointing unataka ndio ufunguliwe. Na ulikuwa unasema kapotoke ukikienda, siwezi kusikiliza huyo moto, sina time ya kusikiliza. But God will cause something to happen in your life. Na tutakuja hapa mbio, utakuja mbio, na ukikuja utakuwa hapa nasema, oh man of God, God has blessed you mightily. I want to tell you that when God decides you, when God decides you, and you are listening to His voice, something will happen. Something will happen. Kila kitu kitabadilika, kitabadilisha akili za watu, na watu wote watakufuata, watu wote watakuwa pamoja na wewe. Wale waliokuita mjinga watakuja wakasema, wewe ni mwoge wa Jata, wewe ni mtu mwerevu, una hekima ya mbinguni. Wao waliokuona haustahili kuwa, wanasema wewe uko na hekima ambayo ni ya mbinguni, only because obeying to the voice of God. And on top of that, after you have discovered yourself, He will exalt you. He will exalt you. I'm telling you, you will be exalted. That even everybody will come and say, oh, you know a guy. They will come and say, who you be a Mungu ule tunamtaka. If you can read with me, Deuteronomy 28, the Bible says, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, and to observe carefully all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. I didn't hear amen. Because you don't care about your amen. I'm telling you, when you listen and obey the voice of the Lord your God, then His God will lift you high above every nation. They will not see you walking together with them. You will not walk with them because you will be somewhere high. There will be somewhere utakuwa mahali juu. Maana Mungu atakuinua. God will exalt you. God will magnify you. God will touch you. God will make you a different person. God will make you something that everybody will envy. Kila mtu atakuwa akisema, I want to be like him. I want to walk like him. I want to live like him. Maana you will have been exalted without the permission of the people on earth. You will be exalted without your bosses. You will be exalted without the Kenyan people. You will be exalted without those who protect you. Oh yeah. Then when you hear the voice of God, your heart will be softened. Your heart will start now responding to God. You will see people and see God people. You will see situation and see God in it. You will see things happening around you and you don't see the devil, you see God. Because already, your heart has been softened. Your heart is now softened. Your heart is healing from God. When Farao was told, achilia watu wa Mungu, akakataa. Akaambiwa achilia watu wa Mungu, akakataa. Mungu akaachilia manzige, Mungu akaachilia magonjwa, Mungu akaachilia maneno. Huyu Farao akaanza kusikia, akasema huyu kweli ni Mungu. Akasikia nuru, akasikia neno la Mungu, akasikia uwezo wa Mungu. Mara moja akaachilia watu wa Mungu, akawafungulia, akakuwa haki yake imekuwa softened. As you stand up, oh my God, as you stand up, say to the neighbor,
When you hear the voice of God, when you hear the voice of God, as you hear the voice of God, oh my God, you get a belonging to God. As you hear the voice of God, you get a belonging. Unakuwa na sense of belonging. Unakuwa na sense of yes, my God is my redeemer. My God is my savior. My God has never lost it. My God has never suffered. My God has never left me out. When Jesus was crying to God, he called God, why have you left me? Why have you forsaken me? But the other voice came from heaven and told Jesus, I am with you. I'm going to walk with you. Then he regained the sense of a belonging to this God. And he returned and told God that if this is your will, I'm ready to walk with it. I'm ready to walk with it. You don't complain. You don't cry. When you are hearing from God, you don't cry because there is a sense of belonging to God. And lastly, but not least, ukisikia na kujua kutembea na sauti ya Mungu utaishi. Oh God, ukisikia na kutembea na sauti ya Mungu, you are going to live. You are going to live. Anything that they said is going to die, it is not going to die. Anything they say that is not going to work, it is going to work. Because you are the voice of God. I am quite there. So you are going to live because you know I'm not going to stop in Nairobi, I'm going to stop in America. So even if they told you you are sick, even if they told you you have cancer, even if they told you that you are going to die along the desert, you have a reason to live. You have a reason to live because you know at one point I will be in America. At one day I will be in America. I don't learn to listen to the counsel of the people. I want us to listen to God. God alone, because He has a reason for me to live. Worship. Are with us here. They have rediscovered themselves. They have not been right with God, and they have that feeling that they want to come back to Jesus. If you're that person, just come forward because the voice already here to redeem you. Just come forward. You are here, but your life with Jesus hasn't been right. Hasn't not been right. You feel I have not been doing this.
You feel, I need Jesus. I need Jesus. I'm waiting for you. I know you are many people. You are so many people that God has been used to talk to you, but He is no longer speaking to you. Just come with us. Just come with us. I know you are many. You're not a few. You are many. Don't ignore these opportunities coming from heaven. This is a golden opportunity that has been dropped from heaven. My sister, come back. Don't go out. Oh, Masaka, I know there are many people. Just come forward. Mungu hapa wanaume wanakwenda kunaume kama watatu wengine. Just come forward. Just come forward. It is the time God has chosen. It is the time. I'm still waiting for more. Three more. Yeah, 3 more. Just come forward. Kuja, I'm waiting for you. It is the voice from heaven. It is not my voice. It is God that has spoken this. It is God that has spoken this. He wants to use you, and your life will never be the same again. All that has happened in your life, God has said He is going to maneuver you. He's going to change the kind of person you are. He's going to lift you up. He's going to exalt you. Atakubariki tena. Anasema nitabadilisha maisha yako. Anasema nitachange. The way people have been looking at you, is the watu wamekuwa wakikuona. Hautakuwa hivyo tena. Utainuliwa tena upya. Utabadilishwa. Jinsi watu walikubeba, jinsi watu walikuona, jinsi watu walikuchukia. Umechukiwa, umeachwa nje. Nani mdalai waziri wake? Nani mdalai? Nani waziri wake? There are 2 more men who are desperately living. They are living in a desperation that their life is not working at all. 2 more men. Just come forward. This is the day God decided. It is the day for your redemption. God is looking at your heart. I know unasikia Mungu yako, unajaribu kuinua Mungu hai. Unajaribu to make decision to move forward. It is not coming. Lakini you have decided let me go. Lakini unaangalia nyuma, unaona watu wataniona. 2 more people. Just 2. They are men. They are men. Another one man. Another one man. You are in your 30s to 40s there. Kuja. Another that one man, kuja. I won't go another one man. Unakusubiri kuja. Unakusubiri. Yes. The camera lady. Umechongwa ukachongelewa hapo. Use your brains. Have somebody to help you with the cable. When you are accused of torture. I'm told there is this man that you have been contemplating to even die. You have been contemplating. Bado haujakuja hapa uko pande hiyo. Umefika mahali, umefika mwisho. Unaona haustahili kuishi duniani. Ni zamani. Kuja wewe umefika mwisho, maisha imekuwa magumu kabisa. That you think unaona unastahili kufa. Ni wewe nazungumzia. Wewe ambao unaona mahali huko umeinamisha kichwa chako because unataka kusema hii kama hivi. If you don't make a move now, a disaster is in front of you. Na juzi tu uliponyoka kidogo, kuna watu walitaka kukuvamia. Ulijikuta kwenye commotion ambayo si nzuri sana.
There's an old mama, mwanamke mzee. Familia yako, watoto wako, na sote. Ni kilio cha watoto, ni kilio cha familia kimekuja hapa. Mwanamke mzee nasika nini? Ngono hiyo. Yes. Thank you, Jesus. Thank you because you have spoken and your word has come. Just because of hearing the voice of God, you are free. Just because of the voice of God, you are free. Why do you want to kill yourself? Kwa nini unataka kufa? Kwa nini kwa nini unataka kufa? Ni masika. Umekuwa mimi. Wewe utaachana na hizo vitu kabisa. Ni tatizo uko nazo. Na nini hiyo kidogo pamoja na kabisa. Hakuna kabisa. La hiki ndio. Karola. Wewe ndio Karola. Hivi basi. Ndio kitu kingine. Kuna kitu kingine. Hata ile tunapo jesema Bwana Yesu, nimekuja hapa mbele kwa sababu ya kutii sauti yako. Unibariki kutoka leo. I will be your daughter and always son. I will be your child. Protect me, guide me. I will walk with you. Nitasikiliza sauti yako kila wakati. Unipe neema, unipe nguvu na unipe kibali cha kusikiliza sauti yako. Sauti yako. Sauti yako. Amen. Tusawe. Lakini bado kitu yako ni ngumu kama ya Nairobi. Bwana kuna wako juu. There's a nature behind you. He's speaking to you. Serve God. Serve God. What's your man? What's the man? What's your man? What's her name? Rhoda. Can somebody check that woman out? I saw her walking out. Can somebody get that woman back here quickly? She's depressed. Thank you, Jesus. Sasa I need majina hao and the telephone numbers. I want to be walking with you. I want to assist you. I want to do what? To assist you. I want to have a walk with you. You get me? A walk with you. I want to have a walk with you. I want to walk with you. What's the number plate of your car? Umepaki wapi? Hapa chini. CH. Go. Yes. So I want to have a walk with you. Kwanza wewe. So tunaweza kukaa mbele tena. So that you are buying. So thank you. Umkae chini lakini I want your numbers. Pastor. Weke tu pale kando. I want the numbers. I want to start a class with them. So therefore, lift up your wengine tuingie mkono wetu juu. I'm doing this faster because I'm right away. Semeni Bwana Yesu.
Nisaidie nikujue zaidi na nikupende zaidi. Nisikie sauti yako, na ninaposikia sauti yako niitumikie na niitii. In Jesus' name, somebody say amen. Therefore now bring your sacrifices and your, what do you want? Bring your sacrifices, bring your offering and sacrifices as I pray for those who will need. But I won't take long. You rather come, hata kama ni kesho, I'll give you an appointment. I'm going all the way to Kilugwe, so spare me. Na unisaidie tu. Kujeni leteni offering zenu hapa. Naona walimenunua kikapu mzuri. Leteni hapo ndani. Unapoweka hiyo sacrifice, ambia Mungu akufungue masikio ya kusikia. Masikio ya kusikia. We give you honor and glory. We worship you again. We thank you for the service tonight. We thank you, Father, for the people that attended with us, the people who are watching as well going. May you bless them. May you guide them. May you let them hear your voice at all times. For it is in Jesus' name I bless the offerings and tithes and the sacrifices that they have offered. As I we travel to Kerugoya, Father, I seek for your angelic mercies. Guide us, Father. I know there are many obstacles along the road, but I know with you, nothing will happen against us. For it is in Jesus' name that I do pray. Somebody say amen. Amen.